ndicho kilichonipa PhD. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile shahada ya uzamifu niliyoipata niliandika juu ya nguvu za Roho Mtakatifu, nikichambua nguvu za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale na nguvu za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya na nguvu za Roho Mtakatifu kwenye kanisa la sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikichambua zamani watu walivyokuwa wamemdharau Roho Mtakatifu, na baada ya kumdharau Roho Mtakatifu na kanisa la sasa lilivyomdharau Roho Mtakatifu, na mafundisho ya uongo yanayozidi kukazia kwamba Roho Mtakatifu hayupo au alishamaliza kazi yake, sasa hatuna kazi tena. Nimechambua yote haya. Bwana Yesu asifiwe. Na hata yale mafundisho ya kiliberali ya karne ya 19, mafundisho ya kiliberali yanayosema kwamba hatuna tena nguvu ya Roho Mtakatifu, alishamaliza kazi yake wakati ule wa Pentekosti. Siku ile ya Pentekosti ndio Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kazi. Baada ya hapo hakuna haja tena. Lakini sisi tunasema hapana, kwa sababu kama malengo ya Roho Mtakatifu yalikuwa ni kwa ajili ya kuwafundisha, kwani kazi ya kufundisha imeisha. Kazi ya kufundisha itaendelea mpaka Yesu arudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Roho Mtakatifu alikuwa kazi yake ni kutukumbusha kwamba leo hii tuna akili ya kukumbuka kila kitu wenyewe, hapana. Bado Roho Mtakatifu anahitaji kulikumbusha kanisa mahali ambapo limepotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu wakati ule alikuwa na kazi ya kuwaimarisha wanafunzi wawe na ujasiri. Ndio maana kina Petro wakasimama wakasema na watu 3000 wakaokoka. Je, kazi ile ya kuwaimarisha wanafunzi wahubiri kwa ujasiri kwani imeisha? Haijaisha, mpaka leo inaendelea. Mtu yeyote hawezi kusimama na kuhubiri kwa ujasiri kama nguvu ya Roho Mtakatifu haiko ndani mwake. Kama Roho Mtakatifu alikuwa na kazi ya kuimarisha kanisa, leo hii tuseme kanisa limeimarika? Hapana, kanisa halijaimarika, bado linamhitaji Roho Mtakatifu ili lipate kuimarika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Roho Mtakatifu alikuwa na kazi ya kuwaonyesha watu ukweli wa neno la Mungu, kwamba leo hii watu wameshaelewa ukweli wa neno la Mungu, hapana, bado tunahitaji Roho Mtakatifu ili atuonyeshe ule ukweli wa neno la Mungu ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nami kwa kipengele hicho, kwa kuwa nimeandika mwenyewe kitabu kilichonipa hiyo elimu ya kwamba niite daktari wa filosofi, ndio maana nina ujasiri wa kusimama na kusema nguvu ya Roho Mtakatifu hata leo ipo na inatakiwa ifanye kazi. Sitajua. Mnapenda semina nini? Na mnaweza kuhudhuria? Mungu awabariki sana. Roho Mtakatifu leo hii nataka atukumbushe, na wale ambao walikuwa hawajui leo hii ndio wajue kile ambacho Paulo alikuwa anawaambia hawa jamaa wa Efeso, ambao hawa wa Efeso lilikuwa ni kanisa sawa na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anawaambia kwamba mimi wa Efeso nimeshawaambia huko nyuma kwamba watoto wawatii wazazi wao, wazazi msiwaogope, msiwatishe watoto, watumwa muwatii bwana zenu, na ninyi mabwana msiwanyanyase hawa watumwa. Akaeleza mambo mengi mema yanayotakiwa kutenda. Sasa anawaambia hatimaye, baada ya mafundisho mengi mlioyapata haya, anasema sasa hatimaye mimi nasema mzidi kuwa hodari katika Bwana. Tena katika kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Yaani nguvu za Bwana tunalazimika kuwa nazo. Tunalazimika kuwa hodari katika hizo nguvu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe.